nitatumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ujasiri alikumbuka wakati alishatumikia Mungu na adui anasimama mbele yake. Ati sasa umechafuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kunaye Mungu ambaye anatengeneza watu wake. Kunaye Mungu ambaye anaelekeza watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mimi tunakuja kushirika ili Mungu atutengeneze. Tulitoka kwa madhabahu ambayo ziliosa. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka kwetu imejaa ushirati. Imejaa vifo. Imejaa ufukara. Bwana Yesu asifiwe. Na nikikuja hapa juu nianze kucheza, nitashindwa. Niposa nitasema na naambia ukiingia mahali hapa heshimu madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi nilisikia ulifundisha kidogo. Ile Tuesday siku kwa kuhusu madhabahu ya Mungu. Mungu anafaa kuneemesha ili ufundishe. Mimi sasa kule ulitoka uliniambia ushuhuda wa leo. Ile ilikuwa madhabahu ambayo ilikuwa mbaya. Ukirudi hapa hapa mchezo na ile shikane, my friend utaisha. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuja hapa kucheza. Kuingia mahali pale ingelisha sasa umeshuhuda madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tunaingia na kasumba ambayo huwezi kukuacha utii. Huwezi tii. Zile kasumba tunatoka nayo nje. Zile uti tunatoka nayo nje. Hasiwezi nipenda nafasi ya kutii madhabahu. Zinatuinukia kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati tunataka tuone kama mtumishi wa Mungu si mzuri. Kila mtumishi wa Mungu kuna madhara. Mtumishi wa Mungu sijui nini. Ni yule madhabahu ambayo nimetoka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio inanipeleka hapa ikuje niharibu. Tutafundishwa kuheshimu madhabahu na kuheshimu watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kile amefanya maisha yako imeharibika ni ile madhabahu ambayo iko. Na hiyo madhabahu hautaua. Hatutaua. Bwana Yesu asifiwe. Lazima mimi nifundishwe kuheshimu madhabahu na kutii madhabahu na kutii kohani na kutii viongozi. Bwana Yesu asifiwe. Hata hii fungu la 10 ambao unasema mama unatufundisha kama hili madhabahu bado inatenda kazi ndani yangu, niko tu hapa na sitoi. Mimi unaniambia nitoke kwa ile madhabahu ya fukara, lakini unaniambia unanisumbua. Kwa sababu ya ile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mahali hapa, umeingia mahali hapa, nataka kuona wema wa Bwana. Heshimu madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hii tutasema 3 times 10. Na madhabahu lazima tutaheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi nisumbua kwa sababu mimi ndio nimekuwa maana. Sio wewe. Wakati mwingine wewe madhabahu yako iko sawa. Wewe usisikie hivi, lakini wewe ambao unajua umetoka pale umeoza. Tutakuja kuheshimu. Tutafundishwa kuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naona pepo hata nikilala zinanikimbiza. Tutakuja kuniambia nimeingia. Ati nimeshaheshimu. Na mimi mwenyewe wananitembelea wakati niko peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimekaa peke yangu, wananitembelea, wananiambia unaona mahubiri ambayo walihubiri ilikuwa ni yako. Hao watu wananitembelea. Nisipofundishwa nimeisha Nairobi. Nitarudi kule kama kule kitu naenda nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuheshimu madhabahu ndio umefanya tumepoteza mtumishi ambaye tunalia amani leo John Paul. Aliingia na silaha zake. Nafikiria madhabahu ni kitu ya mchezo. My friend, madhabahu ni umefanya uko na hiyo jina mbaya. Tukikuja kwa hiyo Mungu mimi sasa tutasimama. Yoshua aliheshimu Musa. Bwana Yesu asifiwe. Alimheshimu. Alimtii. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye Mungu akaona kwamba wewe pia unasimama na kusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alinyenyekea. My friend Musa, kazi yake haikuwa rahisi. Musa. Ndio wale wa Israeli wakuja waheshimu Musa. Haleluya. Amen. Musa alikuwa na vitu vingi.
kile inanenwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inafanya tunaingia kwa kanisa la Mungu na tunatoa wengine nje. Kwa sababu madhabahu inatusumbua. Sitaki kutulia. Lakini ninao ujasiri. Hata mtu akuje sema na kuleta Mungu na ujatoa ila kusumbua nini? Si focus na utumikie Mungu. Si wacha kuongea. Ina maana ukiongea ina maana unafanya. Ukiongea unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ukikiuma mtu amesema milioni unatoa watu na hujatoa hata mtu mmoja. Si ukuje usifu Mungu. Si ukuje uchezee Bwana. Si ukuje uinue Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini kusumbue? Na hujatoa hata mtu na pia Mungu akujua anajua kwa safi. Nini kusumbue? Bwana kuja usifu Mungu. Tumikia Bwana. Inua Bwana. Hivi ndio tunaleta hapa. Muda inayoyoma. Muda imeisha. Tunahitaji kuinua Bwana. Tunahitaji kunyenyekea. Wapendwa wa mama wenzangu na wapenda na upendo wa Yesu Kristo. Mtu asikudanganye tusiheshimu madhabahu. Ukiingia mahali pale nyenyekea. Kuja inama. Bwana Yesu asifiwe. Kuja uiname. Hapa ndio kuna baraka yako. Hapa ndio kuna heshima yako. Hapa ndio kuna ushindi wako. Hapa ndio kuna nguvu yako. Tumekuwa kwa laana ambazo zifanye. Wakati mwingine tunatembea kama tumevaa nguo hivi skirt. Lakini ile inanifuata. Kama sitaheshimu madhabahu ya Mungu. My friend siko. Nitaibisha wale ambao wanatumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Yesu alisema hata kama sasa unakataa. Huyo Mungu ndiye alipigania. Wakati watu walikaa. Kama ni washirika wanaweza jaa. Wasema haona vile anakaa. Hana hii na hii. Lakini aliyekuchagua anakutazama. Kuja pole pole. Calm down. Calm down. Kwa nyumba ya Mungu. Calm down. Bwana Yesu asifiwe. Rudi chini. Piga hatua zingine 10 nyuma. Uanze kula umetoka. Vita zinapigana. Unahitaji nini mahali hapa? Sio kelele. Sio mdomo. We need Jesus. We need God. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mungu wewe hata kama unaheshimu madhabahu. Godly. Na ile vita ulikuwa na pia. Nani alijua sasa hiyo ungekaa na ukalipaka ngazi? Sio kuheshimu madhabahu na kurudi chini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa madhabahu tutaheshimu hii madhabahu tutaheshimu. Tumetoka tumeoza. Hizi nguo ndio zimetumika. Tutaheshimu madhabahu. Tutatii viongozi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hao wamechaguliwa, wamewekwa mbele yako hawatakamilika. Hata Mungu amejua hawajakamilika. Yesu asifiwe. Lakini kwa nini Mungu hakukuchagua? Kwa nini aliwachagua? Wewe umekamilika sana. Unaweza ubiri lakini Mungu hakukuchagua. Tuheshimu tu. Kuna baraka zinakuja hapa mbele. Wewe ambao umekuja kwa hiyo shirika siku ya leo na kuambia Mungu akupe kibali ya kuheshimu madhabahu. Ya kutii viongozi ambao wako mbele yako. Pokea katika jina la Yesu. Usipatikane kwa kikundi ambayo inapinga madhabahu. Because you need God. Usipatikane. Pale unasikia madhabahu inaangalia. Usipatikane hapo. Ili upate ushindi zako. Ili Mungu akutetee. Ili Mungu akupiganie. Mungu atufungue. Kwa sababu tuliingia hapa kama tumefungwa. Na bado tumefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu ameshafunguliwa ainue mkono tu. Kama kuna mtu anasema kwamba mimi niko free. Sina vita. Nipasa tulize heshima madhabahu na ainue mkono. Lakini kama bado tumefungwa, my friend, tutaheshimu madhabahu. Tutatii viongozi. Hata kama wanatuchapa hata kama wanakaa kwa kikundi wanatuongelelea. We will respect them. Tutawaheshimu. Tutawaheshimu. Na ile kitu ndani yangu ya rebellion, I will deal with it day and night. Lazima iniwake. Kitu kama inaninukia juu. Wakati baraka zangu ziko karibu, ndio zinainuka. I will deal with it day and night. Bwana Yesu asifiwe. Wabiro gore. Wabiro yungo tendwa. Wabiro timo bimalo. Bwana Yesu asifiwe. Kata ni uoge lai kapoka sawi lo amoro. How do tutaheshimu? Hatuna wengine. Bwana Yesu
na Judy. Yesu yuko kwa kazi. Yeye ndio kiongozi. Haleluya. Mtumishi jambo ukipewa nafasi. Ulikuja kwetu mara moja. Ushakuja, si kweli? Nifundishe kuheshimu baba na kuomba. Usiniogope kwa sababu usiponiambia nitakuaibisha. Nitaibisha watumishi wa Bwana. Mimi nifundishe hata ninapoingia mahali hapa bado nahisi ya kwamba kuna baadhi za vitu zimebaki ndani yangu ambazo zinanifanya nisiheshimu baba. Nahitaji kufundishwa ili nikae kwa laini, ili jina la Mungu lipate utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi nitetea kama sio kuheshimu madhabahu, kuheshimu mjakazi wa Bwana. Yoshua hata yeye mwenyewe alikuwa ameshaona okay, hii vita imenishinda. Mshtakiwa alikuwa ameshamshtaki. Angeshindwa pale. Lakini Mungu ambaye anaangalia mbali. Mungu ambaye anaangalia mbali na anatetea watu wake. Nataka kuambia jambo. Kiasi ambayo Mungu amekupea. Yes. Hata kama ni kadogo, fanya na heshima. Fanya na heshima. Fanya hata kama unafagia. Usifagie kama umeinuka. Fagia kama uko chini. Kwa sababu kuna wakati wa mabaya. Itakapofika, Yesu ataangalia hiyo kufagia ambayo ulikuwa unafagia. Na moyo ambao ulikuwa unafanya naye atakusimamisha. Hata wainuke. Daudi alikuja akasema hata wainuke mamilioni Mary ati wamesimama kwa nyumba yako. Mungu atawaambia tokeni. Ninyi hamjui mbali ambao tumetoka na wewe. Hamutajua na hamutajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutasifu Bwana. Tutatumikia Bwana. Tutaheshimu viongozi ambao Mungu ameleka mbele yetu. We know they are not perfect. Hata pengine umesoma kualiko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini God is faithful enough kuwaweka hapo ili tutawaheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna ndani yangu ambayo inaniambia nisiheshimu, ndio nitapigana. Nitadili naye. Bwana Yesu asifiwe. Nikisikia kanainuka kidogo hivi, ati jamii amefundisha kitu na inataka kusema ni kama hiyo siku before nilale, nitang'ang'ana nao mpaka iende. Nibaki huru nitumikie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Nilisikia tukifundishwa mji ambao imebaki mikubwa bado lazima umiliki. Hawezi Mungu ati umiliki. Lazima tumiliki. Hizo mji tutamiliki na nguvu zote. Tutamiliki hizo mji. Lazima tutazimiliki. Hata kama ni miji kiasi gani. Tukinyenyekea, tukiheshimu madhabahu, tuheshimu viongozi, tutumikie Bwana na tunyamaze. Tutamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Tutamiliki. Tutamiliki. Tutatoa ushuhuda wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usikuwe na uoga Millicent. Mungu akikupea silaha ya kusimama hapa, fundisha. Kuna wale wameshatoka, hatufanani. Kuna wale wameshatoka Bwana, yeye ameheshimu sana. Lakini kuna wale bado anang'ang'ana. Bado hajafika. Bado anajaribu hiki kitu. Kwani kwa tunafundisha. Leo hii kuna mtu anatoka. Na kuna mwenye bado saa zingine amekula kamea, amekula. Lazima ambiwe. Mpaka ile siku tutashika sisi wote. Tujue ya kwamba watu wote sasa wanatoa fungu la 10. Na hiyo siku haitafika. Hiyo siku hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tuko chini ya toa bado kuna wale wananiambia usifanye. Kwa hivyo lazima nitakumbushwa leo, kesho, kila wakati. Nitafundishwa. Fungu la 10 itafundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Nitafundishwa kuheshimu watumishi wa Mungu. Na kuheshimu madhabahu. Kwa sababu bado tuko kwa safari. Naweza toka hapa leo nimejua ya kwamba nimeheshimu madhabahu. Hata Biblia nyingine inatuambia kwamba anayesema kwamba amesimama na jiangalie. Wezi. Leo nimeheshimu. Leo natoa fungu la 10. Kesho imenishinda nimekula yote. Nisipoambiwa. Nisipokumbushwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kuingia pale kubeba basha ya white sio tumetoa fungu la 10 kamili. Sio tumetoa kamili. Toka mahali. Nataka nikutoe mahali. Nikujenge mahali. Bwana Yesu asifiwe. Sio ati nimetoa fungu la 10 kila siku nimepiga magoti na white hapa.
That's why Mungu anasema wakumbushe, hata kama wamechua. Katikati ya hao watu wamechua, kuna wale bado wanang'ang'ana, bado hawajajua, bado hawajafika. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, siku ya leo ni siku ambayo unaweza amua vile unataka na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa sababu kunaye ambaye anatuleta hapa, hajatuleta ili tuonane. Mimi sasa naenda kujua vile umetoka. Kile ninajua tumekuja kusifu Bwana. Tumekuja kutumikia Mungu. Na nirudi kwangu, nisubiri nisimame kararika nikingoja vitu ambavyo Mungu atafanya. Hii kitambo imenifanya hapa. Bwana Yesu asifiwe. Naona wapendwa wametoka Dandora. Si rahisi. Si not easy. Haleluya. Si rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa najua Mungu anaenda kutubariki. Lakini kila ujue, wewe na nyumba yako, amua kutumikia Bwana. Amua kuheshimu madhabahu. Amua kutoa fungu la 10. Amua kukuja kwa maombi bila kuambiwa. Wakati mwingine watu wanaweza toka lakini unasema kwa saa hii mimi ndio nataka nikafast. Nifunge nitoe fungu la 10. Ni mimi ndio nimebaki. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kama unaweza baki kiatu yako na uone vile inakufinya. Uone vile inakufinya. Sikienda kusema kitu wifi. Kivaa uone vile imekufinya. Vile umebaki katikati ya ukoo. Vile umebaki katikati ya walokole. Vile umebaki hata kwa ndoa yako. Unaweza kuwa tofauti. Unaweza waza tofauti. Unaweza songa mbele tofauti. Huwezi taka kufanana na mtu. Huwezi taka mtu wa pili kwa maisha yako. Unaweza taka tu Yesu kila wakati. Bwana Yesu asifiwe.